mimi sijui mgomvi, sijui mimi niafanyaje. Yaani wananisema tu vibaya, niambie tu ukweli bibi yangu, mimi ni mtu mbaya. Hapana. Hapana. Sijaona baya lako na wala sijaona kumfanyia mtu ubaya wowote. Bwana usiniongope. Baada ya wazazi wangu kufariki ndio umebaki mtu pekee ambaye nikuamini. Na ukiniambia mimi nitabadilika. Kwa nini kila mtu ananisamia vibaya cha usiku mkorofi cha usiku kitu gani? Maana wananiambia kama sio binadamu. Mimi naomba niambie ukweli bibi yangu ndio nikuamini. Mimi ni mtu mbaya. Cha usiku mjukuu wangu. Wazazi wako walipokufa ulipata tabu nyingi sana na ulipata shida kama mimi. Na jinsi ulivyopata wewe tabu, ningepata mimi tabu kama hizo. Mimi ningekuwa kama wewe. Lakini sasa kwa nini kwa hivi? Wewe uko hivyo kwa sababu nini? Tabu ulizozipata ndio zimekujengea moyo mgumu. Wanawake wengi hawana moyo wa kijasiri kama hivyo wewe. Lakini sidhani kama naweza kubadilika mimi. Hapana Chausiku. Wewe unaweza kubadilika kwa sababu ushakuwa ushajitambua. Unavyokuwa ushajitambua, ushakuwa unafahamu sasa hivi Chausiku. Unaweza kubadilika tu. Sio na stress na hivi mjukuu wangu. Lakini kwanza Chausiku, hebu niambie, kuna nini? Nitakwambia baadaye. Hebu njoo basi. Wow. Danga, uwawe tena huyo. Kilichokuleta? Kwani kuna nini kimetokea? Yaani shemeji una taibu. Kwa hiyo tu mliomfanyia shoga yangu tena wewe kiguna njoo umekuja hapa jamani. Tena na bahati yako. Maana yaani sijaona kabisa wa kutulizia cha usiku wetu. Sasa mbona mnanilaumu kwa kosa ambalo sijalitenda mimi? Naomba nionane na cha usiku kwanza. Hayo mengine tujadili baadaye. Uachi. Huyo mama yako sije mama lako. Sasa kutafutia mchumba wewe. Mchumba sijui mke sijui ni na nini Sasa nakwambia hivi, hapa paone kama kituo cha polisi, sawa Jela nasubiri. Sasa hapo nadhani tunapoelekea sio pazuri. Naombeni kwanza nikae hapa mpaka nionane na cha usiku na siondoke. Leo ndo mama mume cha usiku. Mamako alikuja mbio hapa mkuku kwamba tumekulisha limbwata. Cha usiku mpenzi. Leo kwa nini umekuja cha usiku tena hapa? Ingieni ndani. Nasema ingieni ndani ya chana Diki. Cha usiku mpenzi wangu. Jana umeondoka tena hujaniaga. Hivi unajua kabisa unanitesa. Unaelewa hilo lakini? Diki, ya leo sema jana ninafikia kwa metosha na sitaki kuongea maneno mengi. Cha msingi tu naomba uondoke nyumbani kwetu. Usiane tulianzia hapa na leo unaishia hapa, ondoka kwetu. Unalitambua kabisa kama James anajua kama nakupenda wewe kuliko mtu yoyote yule. Hata Grace pia simpendi, analijua hilo. Sasa kwa nini unanitesa hivi? Au kama nafanya makosa kukupenda, naomba niambie ukweli ili nisipoteze muda wangu tena. Nakupenda wewe, sina mwanamke mwingine yoyote yule. Lakini sasa kama nakupenda wewe alafu nateseka juu yake, kwa nini unanifanyia hivi mtoto wa mwanamke mwenzako? Diki, narudia tena. Unaona sasa kama hivyo unataka kunipenda kooni vile? Shida yako niongee. Ondoka tangazo huko. Mkorofi kama kaida yake nifika kantukana. Si ndio manake? Nicha kwamba sikutaki, sikupendi na hapa poni kama kituo cha polisi. Naomba ondoke kwetu. Ondoka. Unachangangania huko ni kitu gani? Sinisha kwamba sikutaki. Tambua kitu kimoja tu. Nakufuata hapa kwa mapenzi yangu tu, hata sijalazimishwa na mtu yoyote yule. Nakuambia kitu kimoja tu, nakupenda. Kuwa na mimi, nakuomba, wewe ndio furaha yangu. Upendo? Upendo gani unamzungumzia wewe? Alinipenda mamangu mzazi na sasa hivi kafika ukakabuli na nyasha mimi nateseka. Upendo gani unamzungumzia wewe? Si upendo wa jua tu, linachomoza, linakuingia, linatoka.
Upendo gani? Diki, sasa nikwambie kitu kimoja. Au familia yako si ndio kitajisa kutafutia sijui mwanamke wa kizungu, si ndio mnaendana? Mimi si wa uswazi. Niache mimi uswazi. Na mimi nakwambiaje nitapata bwana hapa, nakwambia mimi nitaolewa cha usiku wa uswazi mwenzangu, nitafunga mtapa, kila mtu atajua kama mimi naolewa. Niteka kigodoro, niteka si mchiriku, kila mtu atajua kama mimi naolewa. Sasa nakwambia nenda kwa mzungu mwenzio. Nenda na kutafutia wazazi wako. Kama nilivyokuambia, sina haja neno lolote la kuongezea. Mimi naondoka, ila jua tu kama nakupenda kuliko mwanamke yoyote yule hapa duniani. Ovyo. Kapenda mzungu mwenzio. Mimi Mswahili niache. Tena wewe nani bahati yako umekuta usiku kugombana. Kapenda mzungu wako. Eti cha usiku. Mnanifanyia dharau na familia yako. Na wewe mzazi wako angenikuta hapa ningemfanyia timbui mpaka ile dila lake $100 angelirudisha dukani. Mnanifanya mimi mpumbavu hapa. Endeni kwa mzungu mkwe. Wenye tunasiaezi. Mchina anasaidia. 1, 2, 3, 4. Kwa taarifa yenu, hivi ni nani kati yenu anaenda kusimama na mimi? Nani? Tukishaenda kwa Mchina uje kusimama na wewe. Najichekesha, tukishaenda kwa Mchina anakuja kusimama na wewe. Kwa taarifa yenu, mimi panya sitendeke. Ninatembea na bwana zenu wote mtaa mzima. Nani panya sasa? Wewe. Nani panya? Wewe. Mwache, mwajabu. Mwache. Naangalia kwa uoga. Hii namba nyingine. Tunaangalia Kichina. Kichina, shangazi yako. Kichina. Mchina naye. Mwenzangu sielewi. Mchina anatustiri. Hivi yule mtoto mama Halima yule Rukia jana kaongea utumbo wake, yale matashiti yake ati manake nini? Kaongea tumbo wake, yadia zake, yani amenikeraje na matashiti yake. Unajua umetukosea adabu sana. Shoga yangu, mimi nimeuka kiporo unajua kwa sababu sio kawaida yake. Huyu cha usiku tunamjua sisi kukaa kimya na maneno yote yale. Babu wewe tunataka cha usiku arudi tunamjua sie. Cha usiku. Turudishie heshima yetu. Huyo Dickson kamfanya kawa zoba. Ai. Unajua kwa nini nacheka? Nilikuwa na msichana ambaye ni kama classmate wangu. Mimi nilimchukulia katika mahusiano ya kawaida as a friend.